grief as Boniface Kariuki dies from gunshot injuries after 12 days in ICU. Me, I every doubt if Boniface was in ICU. Me naona Boniface died the same day alishutiwa, nikiona kivyangu, but because there was pressure and tension because of Ojwang, wakaona wacha waifunike. But it is so bad, mtoto wa mtu amekufa, mnamweka ICU, familia ilipe bili ya pesa mingi, yenye hata serikali hamtaki kugharamikia, then mtu weke na kipindi hapo that is somehow gaining again energy, anaenda anapona. Yani you keep people with hopes, and then after vitu zimetulia ndo unarudi kutuambia our son died. DCI director Amin alikana akasema ati sisi huyo kijana yuko katika custody yetu. Na ili hali majirani mahali huyo kijana alitolewa kwa nyumba yao, majirani wanasema alitolewa na magari ambazo ni za Subaru. Na tunajua magari za Subaru za DCI. Kitu ya pili, tumeona ile inventory. DCI wako na list ya vitu ambazo zilitolewa kwa nyumba ya kijana. Na huyo kijana kushikwa kwake ni ati aliweka kwa mtandao post program ya matching to status. Hakuna kifo ijani heart, and everybody in this world matters. It's not about of where you come from, what you do, who is your mother, who is your father. It doesn't matter. Hakuna mtu akona right ya kutoa uhai wa mtu. Hello, karibuni sana. Welcome again. It's another beautiful day that the Lord has made. My name is Brenda Kangai, and this is the Brenda Kangai's channel, where we analyze social, political, and economic issues affecting our country. And this show is a collaboration with online media. Thank you so much for making sure that this thing it's covered by so many media platforms ndio iweze kufikia Wakenya watabaka mbalimbali. I want to ask my people, kama uko hapo na uko na job opportunity and unatafuta mtu ambaye anaweza kufanyia kazi. Nimekuwa nikizunguka katika place tofauti Nairobi, na ni ukweli tuko na shida, vijana hawana kazi. So if you are there na una kazi na unataka kupeana, be it mjengo, be it salon, be it unataka watu kutengeneza makucha, unataka watu wa cleaning services, please hit my DM so that naweza kuunganisha na mtu ambaye anaweza kufanyia. Tumesema hii nchi mali iko ni unisaidie, nikusaidie, uinue mwingine ainuke. Usikae ukiwa umenyamaza na uko na kazi. And I also want to thank the facilitators of this show, the online media, na watu ambao wamesema ya kwamba when Brenda you are hosting people, when you are hosting guests, at least feed 10 families in Nairobi each and every week. I want to thank you so much, and I want to say that your help mnatoa itakuwa inafikia the right people wenye wanahitaji. And then I want to tell you guys, we'll be having a program where we'll be analyzing what is on the Kenyan Gazette each and every day, so that we can know where we are heading as a country and as youths, because hii nchi ni yetu na ni sisi tunahitajika kutunza nchi yetu. So let's start with the bold standard. And my guest here anaitwa Kiberenge. Kiberenge ni mwanasiasa mchanga ambaye anapenda nchi yake na anaongeanga ukweli vile iko. Apimi unafinya kufinya. So let's start with the bold standard. Standard wanauliza where is Ndia Ngui. Nikiangalia some minutes ago nimeona kama Ndia Ngui alikuwa amepatikana. Ni yeye si yeye, watu bado hawaja confirm. And let me just condemn this issue. Police officers, it is right, it is the high time police officers kama wote Kenya warudishwe training so that you understand the rights of citizen. Ni sawa wewe umefika mahali umepewa bunduki and you are an officer. Know how to use that gun at the right time, at the right place and where. And also umepatiwa right ya kwenda kushika mtu. Ni sawa if I'm a criminal, hata mimi come and arrest me, but arrest me the legal way, vile inapaswa.
nishike, nitie pingu, nipeleke kwa polisi, kesho ni rauka unipeleke kotini. Mahakama ikiona niko na hatia wanifunge ama wanipige fine. Cause now you abduct somebody, you torture someone, utandike mtoto wa mtu, umuumize, ni baba ya mtu, ni bwana ya mtu, ni mtu ambaye anategemewa na society, and mnakuja kuleta chaos mingi sana. Cause if Ndiangui atakuwa na shida, then we'll be back on the street to demand the rights for Ndiangui. So hapa ni kama ni polisi wanakaa wakituchokoza. Kiberenge, what do you have? Unajua huyu kijana anaitwa Ndiangui. Kwanza kabisa DCI Director Amin alikana akasema ati sisi huyo kijana yuko katika custody yetu. Na ili hali majirani mahali huyo kijana alitolewa kwa nyumba yao, majirani wanasema alitolewa na magari ambazo ni za Subaru. Na tunajua magari za Subaru za DCI. Kitu ya pili, tumeona ile inventory. DCI wako na list ya vitu ambazo zilitolewa kwa nyumba ya kijana. Na huyo kijana kushikwa kwake ni ati aliweka kwa mtandao post program ya matching to State House. State House ni nyumba yetu. Yeah, so you can go to State House, eat and come back. Ndio rais angetoroka, kama alikuwa innocent angekaa hapo tuende tupike tukule, tuongee na yeye and then turudi. Jambo kubwa ni kwamba the State House is a public house. A public place. And also kijana nyumba ya mtu achukuliwe, angepeleka kotini wa mshtaki. That is the rule of law. Hapa the bold standard wanatuambia the buck stops here. DCI boss Mohamed Amin is gradually turning into country's lead trickster with a special gift for unleashing boots of alternative facts. In his continuing well knowledge of missing blogger Ndiangui Kinyagia, hours after the court summoned him and the IG with a straight face as 21st century cheats, Amin claimed to be also looking for him, a detail which he missed. However, is that when they went for Ndiangui, his neighbors saw the vehicles, the model which Amin team uses in their infamous raids. So, huyu DCI, Amin, ni alikuwa hapa kituambia vile kijana yetu amejikongesha ukuta. And I want to tell the IG of police, Kanja. Kuna kazi zingine hata kama ni mshahara unasali cause zinakuharibia CV. You might be a good person but in the wrong place. And also you might be the right person serving the wrong government. Cause kila siku unaitwa kotini, mtu amepotea, hapatikani. And I remember sometimes back when Mother Karua, Honorable Mother Karua raised an alarm, akasema kuna group killer squad ya kuabduct. People thought it was joking. And then the other day, His Excellency Rigathi Gachagua akakuja akasema kuna killer squad. Hundreds of young people have been tortured to death by a special squad of 101 officers that was set up on the instructions of William Ruto. You know, people ignore these things, but when they hurt us, ndo watu wanaanza kusema iko. So wananchi mkisikia kitu hapo mnajua ni ukweli. Then we also have yes, Amin is turning in the CID institution into a terror squad. Kama ile moja alikuwa nayo miaka za 1980s, miaka 1990s. But now, let me tell you, where the president is making a serious mistake, you cannot rule people in 2025 with rules of 1990. They are not going to apply. That is another generation, people who are learned, people who are informed, there is technology. And I want to challenge the president. It is good to adapt new methods. Wewe ulikuwa na rule by kushika watu, kuwapiga, kuwatocha na kuwaua. We are in these days that if you abduct me today, somebody will know. Na kama atajua, reach media, atawaambia, and that information circulate within 1 hour, everybody nationwide atakuwa anajua. So if the president you want to counter people and say nyewe hao watu wananikosea,
do this. Chukua watu, mpeleka kotini, afunguliwe mashtaka. And that will be right. Tutakuwa tunasema president amefuata sheria. And then we also have on page 2 that grief as Boniface Kariuki dies from gunshot injuries after 12 days in ICU. Me, I every doubt if Boniface was in ICU. Me naona Boniface died the same day alishutiwa, nikiona kivyangu. But because there was pressure and tension because of Ojwang, wakaona wacha waifiche, waifunike. But it is so bad, mtoto wa mtu amekufa, mnamweka ICU, familia ilipe bili ya pesa mingi, yenye hata serikali hamtaki kugharamikia, then mtu weke na kipindi hapo that is somehow gaining again energy, anaenda anapona. Yani you keep people with hopes, and then after vitu zimetulia ndo unarudi kutuambia our son died. And kijana amekufa nini kwanza? Amekufa kusimama kando. Cause me, your video I think nimewatch more than 20 times. And the reason why I was watching so many times, I wanted to see kama kuna mahali walijibizana na polisi. So kumbe kijana ameona polisi anakimbizana, let me watch and muondoke. Mesimama juu kwa pavement, ndio hata polisi apite. Wewe polisi hata umepewa heshima, hata ujiheshimu, you go ahead shooting that person. Sasa umeacha kijana yenyewe labda ana bibi, ana mtoto, umepewa wazazi wake stress. It is so bad. And that's why I'm saying something must be done kwa polisi. Na huyo kijana vile umesema alikufa the same day, but hii narrative ya brain dead, the brain is dead, the brain is dead, ilikuwa narrative ya kungoja kwanza tarehe 25 ipite. Na walijua kwamba wakisema is dead italeta national outrage na itaharibu mambo, ndio wakaleta hiyo narrative ya brain dead, but he actually died on the same day. Naona hawa OCS Talam and Mukhwana lose bid to block Ojwang's murder trial. Hawa watu ni kama wanacheza na maisha ya watu. Mtu akikufa is not like umeua nini kuku. That is life lost. On page 7 of the Nation of the Standard, naona hapa Kalonzo, I will not jump ship and join Ruto. Nimeona bloggers wa Ruto wakianza kusema Kalonzo anaweza join, and there is a time I talked to Honorable Kalonzo Musyoka and he was very straightforward that he will be vying for the president in 2027. And actually, I think we'll create a day and topic, make a topic of the probability of the person who might win 2027 election, because for me I feel the arithmetics they favor Kalonzo Musyoka. Arithmetics zinamfavor, but the government bloggers wanamsukuma atoke. And I think the Kalonzo's team should be seeing these things and taking them very serious. And then you also have Isiolo governor impeachment escalate to full Senate. Preliminary. Yeah. Sijui kama nani Guyo ata survive. I don't want to talk because what I saw with Kawira Mwangaza, kama pesa itatembea ataenda nyumbani. Unaonaje mambo ya Guyo? Ni mambo ya pesa tu. Ni mambo ya pesa, hapo ina pesa ndio ina determine. And then you also have on page 10 violent attack against journalists highlights shrinking the freedom. Yeah. Kuna hizo journalists tukienda maandamano, the fourth estate should be protected. That is the first thing to be protected, because without them hatuwezi jua. And in fact, if the government was transparent, awangezima lights. Awangezima rights place mingi na awangezima media. Because at the same time media ilikuwa imezimwa. On the other side, most places in this Nairobi hakukuwa na stima. So why would you do that? Because mkizima stima, it means there is no Wi-Fi. And I think also Safaricom inatuuza, but anyway, we will know. Kuna kitu inafanyangwa kwa giza na tusijue. A lot of things happen in time. Utakuja na kama kale kachoko shika musiria. Katoboe tu siri na kapote. Kase kutakuja tu mwenda wazimu asimame aseme munauzwa hivi na hivi. Anyway. And then the Daily Nation wameka hapa the SHA scandal. Mimi niliwaambia hii kitu ni hewa. Ukaona kama naota. Kuna kitu kama SHA.
Hiyo ni ukora. Cause SHA kama inapaswa ifanye kazi, mnapaswa kwanza mtuambie pesa yenye ilikuwa kwa account. Trillions of money za NHIF zilienda wapi? Joe family saizi hatuko mambo za familia hapa, tuko serious issues. Angalia shida ambazo zina affect inchi. The ghost of NHIF frauds return to hunt 104 billion health system. Health ya Ruto, I don't know which criteria the president uses to appoint in ministries. Because mimi ninge advise president, one of the things that is fueling demonstration, incompetence in ministries. Because huwezi tuwekea watu si professionals, how are they helping us? Yeah, ni competence. Competence ni inaleta shida bila fani hizi vitu zote. I don't know. Hapa naona MPs wanajitetea. Sasa hii tunang'ang'ana sana. Mambo na governance. Alafu hapo page ya mwisho kuna CS wa sports ameondoa over stadium ya Kasarani kwa CHAN. Kwa CAF, Confederation of African Football. Kwa sababu ya CHAN tournament ambayo itafanyika hapa August. Sasa hizi hata vitu zinanihusu sana ni hizi zetu. Tuko kwa Taifa Leo inasema kifo chungu. Ya mimi wacha niseme hakuna kifo ijaniumiza. Hakuna kifo ijani hurt, and everybody in this world matters. It's not about of where you come from, what you do, who is your mother, who is your father. It doesn't matter. Hakuna mtu akona right ya kutoa uhai wa mtu. Because we as Christians, tukiangalia sana sisi kama Wakristo, hata Waislamu labda wako nayo kwao. It is only God who has right to take somebody's life, not anyone. You can't go killing people's children just because you are president and you want to gain that supremacy. And so sad, young people. If you kill a 30-year-old person, you have killed the future of this country. Angalia kama Albert ndo alikuwa ameanza kufunza. The child is young. Huyu Kariuki hata hana. Being a youth in this country is a crime. It's a crime. Yani youth hata kikaa kwa mtaa kikula jaba yake ni shida. Hakuna kazi serikali inakupea ya kufanya. Ushinde uende kibarua yako, uende kule starehe zako, utashikwa. Polisi anataka ongo ya 200, ukifika station ni 500, ukilala usiweza atataka ngiri 10. I wonder, ukitoka sasa uende uandamanie hizo rights zako, uache kunyanyaswa, unapigwa, risasi unauawa. I think something must be done. And that's the reason why I'm telling the young people, lazima tutoke tusimame hizi viti. Lazima tutoke tusimame, because now we are the people who have that pain, and we are the people who can represent our sisters and brothers well. Hao wazee wako na miaka 80 tukijaribu kuwaelezewa anaelewa nini? How can you reason with a 80-year-old person saizi? Mtu ashakalia bonus yake ya life. Yeye ameambia Mungu sasa hata ukinichukua sina shida. Na wewe sasa ndo unaanza kulea. You can't reason with them. Unatarajia mtu a change life yako, you are very far. And we love the old people, by the way, and I respect them. My grandmother and my grandfather are there, they are alive. But let the old people stay at home. Tuwatafutie, tuwapeleke. So that at least kwa ofisi tusikue na kauvivu fulani ati kazi iendei hapa vizuri juu ya kwa hivi na hivi. No. I think it's the right time we give jobs to the people who need them, people who have energy to do them, and people who are capable. Because things the way they used to be done in 1960, sivyo zinafanywa saa hizi 2025. So it is the time for the old people. We love you and we respect you so much. Nyinyi kaeni nyumbani mfanyiwe kazi. So that mahali tunakosea hapo ndo mnapaswa kuwa unatuambia rekebisha hapa. But now I'm in office.
I want to become a member of parliament. There is a member of parliament who is 84. And Brenda wants to push a motion ya wamama wazae bure. Sanitary pad. Huyo mtu hata bibi yake the last time kuzaa ilikuwa 1960, 70. So hata elewi ukimwambia watu wanazaa bure anauliza msichana wapi? Things we cannot debate in parliament now watu. Because watu elewi, and I understand that their priority says in investments. Now our priority are not investment, ni hizi vitu ndogo ndogo zenye tunapitia. Yes. Simanzi mchuuzi Kariuki afariki. May God rest your soul in peace. I am sorry. Rigathi hana bahati iwapo atahusishwa na kupanga fujo na DCI. Rigathi is so clean. I think that is a topic we should do it. Rigathi is so clean. Serikali ya Ruto ni kureshuffle ministers each and every time. Hawana mpango, hawajui kitu ya kufanya, so kitu ikifanyika lazima kuwe na brain game. Mtu ambaye ataekelewa hiyo brain. And let me ask, in 2023 nilienda maandamano zote. Mimi hapa idha kuna maandamano sijaenda. So let me ask. 2023 tulipokuwa tukiandamana it was Raila. Yeah. Today it is not Raila. It is Gachagua. So even if Ruto merges with Gachagua na tuandamane, another person ataekewa. Last year it was Ford Foundation. 2023 it was Ford Foundation. 2024 was Ford Foundation. 2025 it is Rigathi Gachagua. Ruto, your government is in a mess. Tafadhali. Shida iko hapo kwako. Shida iko kwako. Put people who can help you. Acha kulaumu watu. Vijana wanataka kazi. Wewe ndio uliwaambia nitawapanga. Nitawapea mama mboga, nitakushughulikia mtu wa mkoko. So it is high time hata leaders muone. When you wanataka kucampaign 2027 nikiwa moja wao. Tell people what you can achieve. What you can't achieve achana nayo. What you can't achieve, don't tell the people. Pentagon mpya itamshindia Ruto kura 2027. Duale. Hizo vitu za watu wa kitambo hizo. 2027 ni kuregister kwa wingi na kuamka na kupiga kutoa Ruto. Unajua Duale hata akipata kura atatuambia mali ametoa. Unajua Duale anapiga hesabu za zamani. Hajui kwamba mambo imegeuka. Anapiga hesabu za makabila. Na anapiga hesabu za zama za kale. Hey. 2007 kuna gazeti hapa napenda sana inaitangwa Citizen. Inaitwa ka Citizen haka ka gazeti. By the way, if you want to know Kenyan politics, this is a free advertisement. Haka gazeti kana kwanga na subtitles twingi. Ukitaka kujua siasa ya Kenya, soma hii gazeti. America now plots regime change as Murkomen faces travel ban. Hata asiende anaenda wapi? Unachoma nchi unaambia polisi shoot to kill and you want to go to US to do what? Hii nchi leaders, as much as mnataka hii nchi chomeke because you don't want to listen to the youth, I ask other countries, kama kutaribika kila mtu akae kwao. Ndio mjue hii nchi ni yetu sisi wote, and when we demand rights zetu zishughulikiwe, we also Kenyans. Sisi ya watoto wa matajiri peke yake, ni ya kila mtoto. Mtu asikubaliwe kwenda nje. Ruto, Kikuyu, Luya, MPs 2027 option. Hesabu za makabila. Mimi sitaki kupiga siasa ya ukabila. Nataka kupiga siasa ya mtu amefinyiliwa na life na mtu anataka change. Hiyo. Hizo za telling me oh tribe A, tribe B, tribe C, tribe D, I don't care. Me this time a Kenyan is a Kenyan, and thank you Gachagua. Na wale watu wanapiga. Mimi hata namshukuru Gachagua ametunganisha na Makuzo. Kama watu wa media wako hapa wote naona ni Makuzo. Kuna mabrother zetu. Niliona Gachagua anatuombea mabwana. Anatuambia sasa mtakuja kwa wasichana wangu. And I want to tell you mzae tunaleta dowries. Hebu tuombea mabwana. Mimi kwanza hata nataka bwana number 2. Lakini sijui kama bibi ya Mluya anaweza olewa mara mbili. Bibi ya Mluya.
Hiyo iwezekani. Mluya hawezi olewa mara. Raila buys a palace in Dubai. Sijui kama ni ukweli ama ni uongo, lakini sasa baba, mimi mambo ya baba siongeangi sana. I have said severally that Raila is old now. He's 80. Siasa ya Raila sita discuss. Because at the end of the day, he has nothing to lose. Whether we get good governance or not, for him he has done what he would have done. Ashamaliza. Asha achieve chenye alikuwa anataka kuachieve kwa life. And he cannot help us in any way. So, your opinion yake for now, haitusaidi. Si opinion yetu ni kuamka na kuregister kwa wingi. Na kupiga kura na kutoa Ruto. Yes, hiyo ndio nini. America's enough of Ruto want him to pack. Mnaweza tusaidia sana. Sasa aka kagazeti kanakuanga na tumushene twingi sana. Raw information. Na ni raw information unfiltered. So kama unataka kujua mengi, look at Citizen, aka kagazeti. Na kanatokanga Monday pekee. Sika kila siku. Kanakuanga na mushene ingine. Huu ni ule mama wa kijiji wa plot 10. Huu ni plot 10 wa magazeti. So thank you so much guys for watching us. My name is Brenda Kangai kama vile nimesema. I love you so much guys. Let's keep engaging. Niandikie hapo kwa comment section the topics that you'd like us to discuss. Tell us where you'd like us to improve. And also tell me if you'd like to be my guest. So DM me on my TikTok, on my Facebook. By the sinanga Facebook. So narudi kutengeneza Facebook account yangu, so mnifollow Brenda Kangai. Itakuwa mambo itakuwa moto and this thing we'll be doing it daily. I mean Monday to Sunday. Kila siku. So we'll keep engaging. Tujuane, tupendane, makuzo, mabro. Have a beautiful day.